Shalom. Na kushukuru kwa kutana na video hii na ujumbe huu ambao nilionao ni wa kwako. So kama umekutana na video hii na kuomba usiskip bali usikilize, maana ujumbe huu utakusaidia sana wewe. Ukisoma katika Biblia katika kitabu cha Isaya sura 43 ule mstari wa 4, Mungu anasema ya kwamba kwa kuwa wewe umekuwa wa thamani machoni pake na umeheshimiwa na anakupenda sana, hivyo atatoa watu na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Nimemwangalia Mungu alichokuwa anajaribu kusema, na ukijaribu kufikiria ni kwa nini alisema ujumbe huu, alisema maneno yale alikuwa anamwambia nabii Isaya, na ukirudi kuyatafakari katika maisha yetu ambao tunaoishi kila siku, ujumbe huu ni wa kwako, unakufaa sana. Nachotaka kukuambia ni kwamba Mungu anakupenda sana sana sana. Mungu anakupenda sana, yani kiwango ambacho Mungu anakupenda sijui hata nielezeje, yani siwezi nikamaliza kuelezea katika video moja au hata katika maisha. Yani Mungu kiufupi, Mungu wewe jua anakupenda, yani anakupenda kupita maelezo. Yani kiwango Mungu anachokupenda ni zaidi hata ya upendo ambao baba anaweza akamwambia mtoto, au mtoto akamwambia baba, au wanandoa mume akamwambia mkewe, mkewe akamwambia mumewe, watu wanaopendana kaka dada katika mwili wa Kristo. Ni zaidi ya huo upendo. Yani Mungu anavyokupenda wewe na anavyonipenda mimi ni zaidi. Yani anavyonipenda mimi ananipenda zaidi, anavyokupenda wewe anakupenda zaidi. Na upendo wake sio upendo ulio na unafiki. Upendo wa Mungu hauna unafiki. Upendo wa Mungu sio kujificha ficha. Mungu anatupenda dhahiri, na ndio maana tunamwona Mungu alikuwa tayari akamtoa mwanae wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akaja akatufia kwa ajili ya dhambi zetu. Jinsi tulivyo wa thamani katika macho ya Mungu. Yani Mungu anavyotutazama sisi, anatutazama kwa jicho la upendo, jicho la thamani yale ya juu. Kwa hiyo katika ulimwengu tuliopo sasa ambao una shida nyingi, una changamoto nyingi, ukigeuka huku unaona haya, ukigeuka kule unaona yale, ukigeuka huku huyu anakuambia hiki, ukigeuka huku kuna watu wabaya. Katika haya yote bado upendo wa Mungu ni dhahiri, bado upendo wa Mungu upo kwetu. Kwa hiyo hata wewe uliokoka, unayekuwa una mashaka, unaona Mungu mbona kama anipendi, mbona kama Mungu anisikii, lakini nataka nikwambie Mungu anakupenda kwa kiwango cha hali ya juu, na anakupenda sana kupita kawaida, kupita vile unavyofikiria, unavyodhania. Yani upendo wa Mungu hatuwezi tukauelezea kwa umaliza, kwa sababu ni mpana, una kina, yani kama ni ujazo katika chombo, yani ni wa ndani sana. Yani upendo wa Mungu huko umeenda ndani sana, tunasema yani uko deep, yani deep kiasi kwamba huwezi ukauelezea. Huwezi ukamwambia mtu kwa masikio ya kawaida au kwa maneno ya kawaida tu akakuelewa. Yani upendo wa Mungu umepitiliza kupita kawaida, na hawezi kujizuia Mungu upendo wake juu yetu, yani hawezi. Ndio maana unaona kwenye kitabu hichi cha Isaya mstari wa 43 anasema atatoa watu na kabila za watu kwa ajili yako. Kwa sababu gani? Amekupenda ili maisha yako yasiwe magumu. Kwa hata kama una changamoto sasa unazipitia, hata kama kwa sasa unaona hali ni ngumu, uoni mwanga, uoni mlango wa kutokea, uoni chochote, yani uoni msaada wewe na yoyote, wewe jua tu Mungu yupo na wewe. Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakuthamini. Haijalishi unaona nini mbele yako, haijalishi unaona bonde au unaona mto au uko kwenye msitu mzito au uko kwenye kifungo ambacho unajiuliza natokaje hapa au natokaje au ni nani wa kunisaidia. Mimi nakwambia tu mtu wangu, Mungu anakupenda sana, na Mungu yuko hapo kwa ajili yako, na atakutoa, atakutia nguvu, utavuka. Majaribu ulionao kwake ni madogo sana, yani ni hivi yanaondoka. Yani asije akakudanganya mtu. Na tukianza kuangalia hata kwenye dunia ya sasa, tunaona shetani ile ingie kwenye maisha ya mtu siku zote huwa anatafutaga nafasi ndogo sana katika maisha yako. Usifikiri labda mpaka utende dhambi kubwa ndo shetani apate mlango wa kuingia. No, shetani anatafutaga nafasi ndogo sana kwenye maisha yako, ndogo sana. Akiipata hiyo nafasi ndo mwanzo wa kuleta uharibifu kwenye maisha yako. Ukiangalia dunia leo tulionayo ambayo ina changamoto za kila aina, kila upande, kila ukigeuka tunaona vitu vingi vinaendelea, kesi nyingi zinaendelea. Leo hii kuna wanaume wanalala, wanaamka anasema leo mimi sijisikii kuwa mwanaume, nataka kuwa mwanamke. Kesho kuna mwanamke analala, anaamka anajiona mimi sijisikii kuwa mwanamke, nataka kuwa mwanaume. Tunaona vitu hivyo vinaendelea kwenye ulimwengu wote, kila kona ukigeuka, iwe ni kaskazini, mashariki, kusini, magharibi, tunaona vitu vyote vinavyotokea. Lakini ukiviangalia hivyo vyote ni kwa sababu gani? Hao watu wanachohangaika nacho ni upendo. Walikosa upendo, na upendo huo walianzia kuukosea wapi? Ni kwenye familia. Kwa sababu tunavyosema Mungu ndio anakupenda, lakini hata sisi tunatakiwa tupendane. Ili ule upendo wa Mungu uendelee kuonekana kwenye maisha ya watu, inatakiwa hata sisi wanadamu tuendelee kuonyesha upendo kwa watu wengine, kwa sababu tunajua dunia leo haina upendo. Hakuna mtu ambaye anakupenda wewe kwa dhati. Upendo wa leo umekuwa upendo wa miamala. Unataka nikupende na nipe hela, nahitaji kitu kutoka kwako, nataka kitu na wewe unataka kitu kutoka kwangu. Kwa hiyo upendo wa sasa umekuwa upendo wa miamala. Nataka kitu na hela nipe,
upendo hivyo. Tunaona hata ndoa tu, watu wengi wanaoana kwa kufeki tu, kwamba upendo feki, kwa sababu huyu mtu ana kitu na niko na yeye kwa sababu kuna kitu hapa. Once hicho kitu kikiondoka, huo upendo haupo tena, huyo mtu hayuko hapo tena. Kwa hiyo tumeona ni hali ya maisha ambao wanadamu sasa tunaishi, na watu wengi wanasahau kwamba Mungu bado yupo, Mungu bado anatupenda, Mungu bado anakupenda wewe unayenitazama sasa hizi. Mungu anakupenda, haijalishi unaona nini mbele yako, haijalishi una changamoto zipi mbele yako, bado Mungu anakupenda, bado Mungu anakuona wewe ni wa thamani machoni pake. Kwa gharama ya aina yoyote, bado Mungu anakuona wewe ni wa thamani machoni pake, haijalishi unaona nini. Upendo huu ambao nauzungumzia kwa sisi, ukiacha upendo wa Mungu, sisi kama sisi pia tunatakiwa tupendane. Nimekuwa nikizungumza sana juu ya upendo, hata kwenye episode ukiangalia zilizopita katika season hii ya Daily Talks, utaona nilikuwa nazungumzia kuhusu upendo. Upendo unapokosekana ndo shetani anapata mlango hapo, na akishapata mlango analeta uharibifu. Hebu chukulia mfano, mtoto wa kike akikosa upendo, kitu gani kinachofanyika? Upendo kutoka kwenye familia, labda baba akuepo au baba alimkataa, au mama akuepo, mama alimkataa. Utaona lile gepo ambalo shetani amelipata la kwamba huyu mtu hakuwahi kumwona mzazi mmoja, au hakuwahi kuona wazazi wake, au wazazi wake walimkataa, kwa sababu kuna nafasi ambayo itakiwa ijazwe na upendo, aidha wa familia ambao pengine imemlea huyo mtoto, au ndugu, jamaa, marafiki, au hata wapendwa ambao wanamfahamu huyo mtoto, wao wanamfahamu huyo mtu, kwa sababu wale wameshindwa kujaza hilo pendo na wameshindwa kumwonyesha ni Mungu kwa kiwango gani anakupenda na anakuthamini na anakujali. Shetani anachukua, anaona sasa kwake hiyo ni fursa, ni aina amepata fursa kwenye maisha ya huyo mtu. Kwa hiyo atakachofanya, ataleta uharibifu kwa yule mtoto wa kike, ataanza kumdanganya, ataanza kumwambia ili jamii kukubali, kwa sababu upendo unabidi uanze kufanya vitu ambavyo hata ukikaa mwenyewe ukifikiria unaona kweli, kwa nini ulifanya hivi? Utaanza kuambiwa jichubue, badilisha rangi ya ngozi yako, sijui suka nywele, weka hivi, usijipende wewe, hakuna mtu anakupenda ukiwa hivyo, muonekano wako huo ni mbaya, jitengeneze hivi, ongeza shepu, ongeza hiki, weka nywele hivi, kafanye surgery, jiongeze hivi, jiweke hivi na hivi ili jamii kukubali. Lakini hiyo yote unaona ni matokeo ya mtu huyo kukosa upendo. Hata tukienda kwa kijana wa kiume labda baba alimkataa toka akiwa tumboni, au baada ya kuzaliwa, au pengine mama baada ya kumzaa alimkataa huyo kijana, kwa sababu yule kijana amekosa ule upendo. Unaona matokeo yake, dunia na shetani wanaona sasa ni fursa ya kuweza kujaza ile nafasi ambayo Mungu alitakiwa ajaze, au mtu ambaye alikuwa anamlea alitakiwa muonyeshe kwamba bado nakupenda na bado Mungu anakupenda, na upendo wa Mungu ni wa namna hii. Kwa sababu ili ule upendo wa Mungu uonekane, au ule utukufu wa Mungu uonekane katika ulimwengu, unaanza na sisi. Mimi ninavyokupenda wewe, unavyonipenda mimi, hata tunavyopenda watu wengine ambao ni maadui zetu, kwa sababu hata Yesu alisema wapendeni adui zenu, waombeeni adui zenu. Alikuwa na maana gani? Kwamba mkiwaonyesha upendo, ule utukufu wa Mungu utaonekana na watu wataona kweli dhahiri upendo wa Mungu yaani uko kwa namna vipi. Kwa sababu ndio ni jambo moja kusema Mungu anakupenda, lakini ni jambo lingine kuonyesha upendo wa Mungu ukoje, na upendo wa Mungu anayeuonyesha ni nani? Ni mimi na wewe, kwa sababu sisi tulioko hapa ambao tumeokoka, tumempokea Kristo, sisi ni kama mabalozi wake. Kwa hiyo kama ni mabalozi, lazima tuonyeshe tulivyotumwa na Kristo, kwamba Kristo alisema twendeni ulimwenguni tukawafanya wanafunzi, tukafanya watu wote kuwa wanafunzi, tukawapende watu wote, tuwaombea adui zetu. Kwa hiyo tukionyesha ule upendo kwa adui zetu, ni rahisi watu kujua Mungu anapenda vipi, Mungu yukoje. Kwa sababu tusipoonyesha upendo, watu wa duniani, au mtu ambaye anatazama video hii, au pengine wewe unayenitazama, pengine kuna kitu kinapitia, kama hakuna mtu aliyekuonyesha upendo wa Mungu upoje, unafananaje, kakutendea wewe mema licha akujui, akufahamu, au pengine ulimkosea ukamfanyia makosa, au ukamfanyia vitu ambavyo havistahili, lakini bado akakuonyesha upendo, bado akakusamehe, itakuwa ni ngumu kwa wewe kujua upendo wa Mungu unafananaje. Lakini kama ukionyeshwa kwa vitendo, ni rahisi kuona upendo wa Mungu upoje. Kwa unaona hata huyo kijana akikosa huo upendo, unaona anaanza kuambiwa hufai kuwa mwanaume, kuwa shoga, kuwa hivi, jibadilishe, fanye hiki. Mwisho wa siku matokeo yake ni uharibifu, ni yule mtu kumchochea njia yake kuelekea kwenye mauti, kufa kirahisi. Kwa sababu gani? Kuna mtu akumonyesha upendo. Kwa sababu gani? Sisi kama sisi hatupendani, hatuthaminiani. Kama Mungu anatuona wa thamani, mimi kwa nini nishindwe kukuthamini wewe? Kwa nini wewe ushindwe kunithamini mimi? Kwa nini wewe ushindwe kumthamini yule? Kwa nini mimi nishindwe kumthamini yule? Kwa hiyo unaona, ili upendo wa Mungu uonekane, lazima hata sisi watoto wa Mungu lazima tuonyesheane upendo pasipokuwa na unafiki, upendo ambao unampenda mtu kiwango kile ambacho Mungu alitupenda, kiwango kile ambacho Mungu alikuwa tayari kufa kwa ajili yetu. Nitakupa mfano rahisi. Wakati nakuwa, tulikuwaga tuna tabia moja ya kwendaga mlimani kila ikifika kipindi cha kiangazi. Tuna tabia moja ya kupandisha milima, tunaenda milimani, tunaenda kule. Tunasema ilikuwa ni kama tamaduni. Wakati tuko vijana, tuko shule msingi, sekondari, tulikuwa tunafanyaga hivyo sana. Tulikuwa tunapandisha, tunaenda mlimani. Lakini katika kwenda mlimani, tulikuwa tukipandisha, tunapandisha watu wengi sana. Lakini katika zile safari, kitu